Tano, uzito kupita kiasi au obesity ni sababu nyingine kubwa ya shinikizo la damu. Unapokuwa na uzito kupita kiasi, mwili wako unahitaji damu zaidi ili kusafirisha virutubisho na oksijeni katika mwili wote. Hii ina maana kwamba moyo wako unapaswa kufanya kazi kwa bidii zaidi na kusababisha shinikizo la damu kuongezeka. Sita, historia ya familia pia ina jukumu kubwa katika hatari ya kupata shinikizo la damu. Ikiwa mtu ana wazazi au ndugu wa karibu ambao wamewahi kuwa na shinikizo la damu, basi anakuwa katika hatari kubwa zaidi ya kupata ugonjwa huu. Hii ni kwa sababu baadhi ya vinasaba au genes ambavyo huamua shinikizo la damu vinaweza kurithiwa kutoka kwa wazazi. Mwisho, lakini si kwa umuhimu, lishe duni yenye mafuta mengi, sukari nyingi na chumvi nyingi inaweza kusababisha shinikizo la damu. Vyakula hivi huathiri afya ya mishipa ya damu na kuongeza hatari ya kupata magonjwa ya moyo, ikiwa ni pamoja na shinikizo la damu. Ni muhimu sana kula mlo kamili ulio na matunda, mboga, nafaka zisizokobolewa na protini zisizo na mafuta mengi. Kama tulivyoona, kuna sababu nyingi zinazoweza kusababisha shinikizo la damu. Lakini habari njema ni kwamba kuna mambo mengi tunayoweza kufanya ili kujikinga na ugonjwa huu hatari. Punguza ulaji wa chumvi, mafuta na sukari. Fanya mazoezi kila siku kwa angalau dakika 30. Epuka msongo wa mawazo, sigara na pombe. Na pima presha yako mara kwa mara, hata kama hujisikii mgonjwa. Kumbuka, afya ni kama taji kichwani mwa mwenye afya njema. Hakuna anayeiona ila mgonjwa. Afya ni chaguo lako. Chagua kuishi kwa afya. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwa tips zaidi kutoka Evergreen Ventures, Afya Tips.